Yani kwa mfano angekuwa JPM yupo hayo, ndio hii kampuni ya DP World isingekanyaga hapa hata kidogo, asingekubali. Tena umegusia mfano wa DP World. Juzi tu kuna kodi imeongezeka inaitwa wharfage pale bandarini. Watu wametaka kugoma, lakini bahati nzuri serikali imeona harufu mbaya, ime withdraw hiyo nia. Tuliambiwa DP World yakija hapa ndio kila kitu, mambo super, lakini hakuna tofauti kwanza hata hii na wale waliokuepo before. Hakuna tofauti bandari ilipokuwa inamilikiwa kwa asilimia zote na serikali. Sasa ndio maana nasema ili kumlinda JPM kwa mfano kwenye swali ambalo umeuliza, na rais mwingine kwa mfano, kwa sababu yeye ndio custodian wa ardhi yote kwa niaba ya wananchi, tubadilishe tu utaratibu wa kumiliki ardhi hapa nchini. Alafu serikali itunge sheria ambazo zitamlinda mwananchi, hata kama ni mjinga, hana elimu ya kutosha, aweze kutumia ardhi yake kipande kile kwa manufaa yake yeye, manufaa ya vizazi vyake, lakini manufaa ya nchi sasa kwa ujumla. Yaani hebu jaribu kufikiri kwamba pale Nyamongo yale yalikuwa mashamba ya watu pale, si ni kijijini, kuna familia zinaishi. Yaani ingekuwa ile inamilikiwa binafsi, tungekuwa wapi leo? Tungekuwa wapi leo? Lakini leo yani tumerudi nyuma hata kabla hayo madini hayajagunduliwa. Yaani wakati madini hayajagunduliwa, pengine watu walikuwa na maisha mazuri kabisa, kwa sababu walikuwa angalau wanalima. Wanalima, wanafanya tumia ile ardhi. Sasa hivi licha ya kutofaidika na kile kinachotoka chini ya ardhi, wanapata madhara kwa kile kinachozalishwa. Kwa mfano, kuna maji machafu yanatoka kiwandani kule kwenye mgodi kule, yanatiririka hata kwenye vyanzo vingine ambavyo watu wanavitegemea vyanzo vya maji. Wanapotumia yale maji wanakwenda kupata magonjwa. Yaani hawafaidiki kwa rasilimali walionayo, lakini pia wanapata na matatizo mapya kutokana na huo uwekezaji unaofanywa pale, ambaye kati yetu sisi na serikali hakuna anayeona faida asili ya moja kwa moja. Hebu kwenye hilo la